herufi kubwa, na mimi nimezungumza kwa herufi kubwa kwamba tumepoteza mechi, hatujapoteza malengo. Na wasa mashabiki wa klabu ya Simba, mashabiki msio na miemko, mashabiki ambao bado wameutambui mpira. Sisi tumekaa kwenye mpira kipindi kirefu zaidi. Na wapeni mfano mdogo tu. Tulianza mechi 2023, tumeanza mechi na Holoya Guinea kule, tumepiga goli moja. Tumekuja kwa Mkapa na mechi na Raja, tumekula goli 3. Simba aliingia robo finali, hajaingia robo finali. Aliondoka. Simba aliingia robo finali, haondoka. Alienda. Huu ndio ukubwa wa klabu ya Simba. Msimu uliofuata tena mwingine tumecheza na ASEC Mimosa, tumetoa suluhu ya goli 1-1. Washabiki waliparaganyika, wakajua kama timu imepotea, lakini mimi kwa kauli yangu nikaambia Simba tunafika robo finali. Na mkatoboa. Tulitoboa, tujatoboa. Umetoboa mzee Mwepa. Wida Casablanca alikula mbili, yuko kwenye ulingo. Somba unana. Huu ndio Mwepa ya OG. Nikitamka neno ni hilo. Viongozi mtalibeba kauli mbiu hiyo kwamba tumepoteza mechi, hatujapoteza malengo. Lengo la klabu ya Simba liko pale pale. Nikija katika mechi ya juzi, mechi ya juzi unawapa heko hata wale Atletico de Angola kwamba waliheshimu klabu ya Simba. Kwa nini waliheshimu klabu ya Simba? Wamecheza na watu 5 nyuma ya mpira, watu 5. Katikati akaweka watu 3, mbele wakaweka watu 2. Nini maana yake tukienda katika football? Kwamba walihakikisha kuziba mianya yote ya klabu ya Simba kwenda kutengeneza nafasi. Na kuna watu ambao hawajui. Watu wanalaumu mfumo aliotumia Dimitri Patevu, kocha wa pila tatu. Hawajui, lakini Dimitri Patevu aliwasoma Petro Atletico di Luanda kama wanatumia mifumo gani. Kwanza ina wachezaji wameenda hewani sana. Sasa wewe huwezi kwenda kuweka yani sehemu Mesia. Kuna sehemu haitakiwi ushindane na mtu. Sehemu inatakiwa ni umuone kama mjinga mtu afu ukafanya mambo yako. Ndio alichotaka kufanya huyu Dimitri Patevu. Kwa sababu alishinda kuwatumia kina Mkwala ambao wameenda hewani. Jonathan Soa kaenda hewani, Suleiman Mwalimu kaenda hewani, kwa sababu pale ilikuwa bato pale, na maana pale tena mechi bado ilikuwa ni ngumu. Yeye anataka kurahisisha mechi. Mimi nimecheza mpira jamani. Na mimi nimefundishwa na Malem Kiwelu Musa, mchezaji wa zamani wa Simba, na ufahamu mpira in and out. Umeelewa? Kwa nini alifanya vile? Kuweka kina Budo. Kwanza wale kuanza kuwaondoa hata umakini wa kukaba wale mabeki wale wa timu ya Petro Atletico di Luanda. Faulu amefanya ngapi pale? Kama refa angekuwa fierce kadi nyekundu ile namba 5. Budo peke yake afanywa faulu zaidi ya 8. Peke yake na mchezaji yule pale. Isipokuwa refa aliwalinda tu pale. Maana yake ni kwamba coach manager alikuwa anataka wachezaji wa Simba wao wanakimbia katika ubavuni wa wachezaji walikuwa warefu, na wamepata shida sana kumkaba Budo. Elia Mpanzu atoke kula ingie katikati, ufupi wako unamsaidia. Morris Abraham, yani waachanganye wale watu. Na kule wanachanganya. Nafasi zilipatikana hazijapatikana. Zilipatikana nyingi tu. Nani ametengeza nafasi? Kina Budo. Sasa kwa hiyo hoja ya kusema kwamba ni kocha kutoka kumtumia imekufa kwa hapo. Kwa sababu Morris Abraham yani meigaragaza. Morris Abraham kama angekuwa yuko makini, yani kama angeamua kuwa mtulivu, akauchukua mpira ule, akauzuia kwa mguu wa kulia, na mguu wa kushoto kaenda kufunga ni chuma. Unaweza akazuia kwa mguu wa kulia na akamsubiri mpaka beki aje, kwa sababu pale akifanywa alafu ni penalti. Lakini utulivu wake, yani kutokuwa mtulivu, akakosa goli. Unakuja huyo Elia Mpanzu kapiga defense nzima chenga pale mpaka golikipa kalala. Kwenda pale utulivu yani wa speed ile kusema sasa mimi naenda kuscore sasa pale. Ndio alikosekana pale. Yani tunasema nini? Fighting spirit. Yani ile upambanaji ile, umeelewa? Ikawa imeisha pale, kama kulala akapiga mpira. Lakini kama mimi hapa ningekimbia tena hatua nyingine moja hivyo, nikaugade mpira ukaa pale, sasa nikafunga kwa uzuri kabisa, au nikatoa pasi Budo akafunga. Hilo nimekwambia, yani na huwa hizi hoja hizi dhaifu za kusema kuto kumtumia mshambuliaji, umeelewa? Unakuja kipindi cha kingine pale, Elia Mpanzu ndani ya box pale, anamwangalia golikipa pale, kaingia kwenye msitu wa mabeki, anaangalia golikipa pale, chagua engo tumalize biashara pale. Hiyo yote ni mfumo ambao ameutumia kocha ambao alikuwa ni rafiki kabisa kwenye timu ya klabu ya Simba. Tunachosema sisi hatuna bahati. Rahma inakwenda kuwaje huko Bamako kwa upande wa Stade Malien?
Stadi Mali, yani kama anavyowaambia, yani wajua wanaenda kumpokea mtu ambaye ni majeruhi, na kawaida ya Simba ugenini anakuwa ni mtu hatari sana. Stadi Mali wataponzwa na Petro. Yani nimekwambia tena kwenye kundi la klabu ya Simba kuna watu wazungumzia eti kundi ya nini, kundi jepesi. Kwenye kupitia maiki nishasema kwenye kundi la klabu ya Simba ni kundi gumu. Umeona mpaka sasa kundi limejifunga. Petro Atletico di Luanda pamoja na kushinda mechi, lakini bado hana matumaini. Anasema bwana tukashinda, lakini bado anaenda kucheza nani na Tunisia. Tunisia naye katoa suluhu nyumbani kwake. Hebu niambie makundi yote ambayo yamecheza, kundi gani ambaye kapata ushindi nyumbani katoa suluhu nyumbani? Wengi wote wamefungwa ugenini. Wote wamefungwa ugenini. Ndio udhaifu wa makundi mengine, na huwa hoja nyingine tena. Kundi la Yanga kusema kama eti kundi gumu, ndio udhaifu uko hapo. Umeelewa? Kundi gumu ni kundi ambalo matokeo mtu anapata sehemu aina yote. Hata wachambuzi mchukueni hapa kwenye Galaxy Media. Kundi gumu, timu inapata matokeo kwenye uwanja wowote, sio wa nyumbani. Ndio maana nimekuuliza swali la msingi tu bwana. Kundi hii kati ya mechi zote zimechezwa, timu gani imepata yani imepata point Mesia nyumbani, yani ugenini? Utakuta ni Petro Atletico di Luanda kapata ugenini. Stadi Di Maria wale wa Mali wale Di Bamako wale wa Mali wale wamepata suluhu wapi? Wamepata suluhu ugenini. Hii inamaanisha kwamba hili ni kundi gumu. Yani kundi mtu anapata matokeo sehemu ina yote. Sio kundi mpaka nyumbani. Kuna wengine nyumbani yenyewe mpaka ni goli amechunguliwa mtu pale, si rais wa vilabu, si vya nini, si vya pombe, si vya nini. Kachunguliwa kule bwana, vipi niseme goli? Kama angesema goli ya nini? Yeye angezimia uwanjani tu pale, si? Mzee Malinyi, nadhani kwa wakati huu tuweke nukta. Tutakuja kuzungumza mengi mara baada ya Young Africans kucheza mchezo wao dhidi ya JS Kabylie na Simba Sports kucheza pia dhidi ya Stade Malien de Bamako. Kwa maana ya kwamba nitakuja Jumamosi, nitakuja na Jumatatu hapa. Yaani wewe njoo sana kwa sababu hapa kuna vitu vikubwa sana ambavyo nataka kuvitoa sana, lakini endeleeni na kauli mbiu kusema jamani, tumepoteza mechi, hatujapoteza malengo. Viongozi chukueni hii hapa. Na viongozi vile vile kuna mambo sisi tunayaona sisi, umeelewa? Tutafuteni kina Mwaipa uji, tukae chini tuwapeni ushauri. Mzee Mwaipa nataka uondoke hapa na msemo gani wa wahenga wote unaokumbuka hapa? Wewe mwenyewe si mtu wa kale. Mtu wa kale kama si ndio nimekupa hicho yani kibwagizo. Msemo tu wa Kiswahili ule wa wahenga. Acha tu na mambo tumehama kwenye mpira sasa hivi. Msemo tu wa kale unapenda kutumia. Kama hivyo watu wanasemaga sijui mficha uchi azai, simtaka chovunguni sauti ya iname. Wewe unakumbukaga huko? Mtaka chovunguni sauti ya iname. Ndio unakumbuka wewe. Na ndio tunaenda sasa, na ndio tunakwenda huko sasa. Ndio tunakwenda huko sasa. Di mamako. Wakae mkao wa kula. Here we go. Yani ni vibaya